lazima utaitupa. Chumvi haifai. Haleluya. Amen. Sasa kama sisi ni chumvi, tunatakiwa tuwe chumvi kweli. Tuwe chumvi katika kuhubiri Injili. Tuwe chumvi katika kusema haki, kutenda haki. Tuwe chumvi katika kukataa mabaya, kukataa dhambi. Tuwe chumvi katika kuweza kulitangaza neno lake. Haleluya. Amen. Tuwe chumvi kwenye kila jambo lile ambalo Mungu analipenda. Tuwe chumvi na tukakolewe ulimwenguni. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Tusiwe chumvi iliyoharibika, tutatupwa nje. Yaani Mungu yeye anatuona sisi ni kama radha, kama kiungo kwa ajili ya mtu mwingine. Tuna uwezo wa kumtoa mtu kwenye shida tukamleta huku kwa Yesu kwenye raha. Tunaweza tukamtoa mtu kwenye adha tukamleta huku kwa Yesu kwenye mafanikio na baraka tele. Tuna uwezo wa kuangusha hata vijilima na milima. Haleluya. Amen. Lakini kama tutatii kwenye ile agano la chumvi ambalo Mungu ameliweka, tukawa chumvi inayokolea. Ukiwa chumvi, haleluya. Amen. Na tauliza kwa nini anaambia nikiwa chumvi? Mungu ametumia mfano huu. Haleluya. Amen. Ametumia kama mfano kwa ajili ya kufanya kazi yake, kwa ajili ya kutenda haki, kwa ajili ya kuinuliwa. Ametutumia sisi ili tuweze kuinuliwa. Ni lazima tuweze kuwa ladha kwa watu wengine katika maneno yetu, katika mienendo yetu, katika hatua zetu, katika neno lake tunavyolihubiri, tunavyolitangaza, watu wakamjue Mungu. Hiyo ndio chumvi. Haleluya. Amen. Lakini pia kuna chumvi hii ya kawaida ambayo ni agano. Tuliposoma kwenye Walawi ameelezea kabisa, na kuna sadaka yake. Haleluya. Amen. Kuna unga, kuna chumvi. Hivyo vyote viko humu. Hakuna ambacho ni kigeni au kipya. Hakuna, vyote ni marudio. Yako kwenye katiba mbinguni ama Biblia. Na imesema usiongeze wala usipunguze. Lakini nashangaa kuna watu wanaongeza, wanapunguza, unatenda dhambi. Haleluya. Na Mungu atakuchoma vibaya mno kwa moto wake.